kwenye kikundi cha worship and praise. Bwana apewe sifa. Amen. Nawapenda. Bwana Yesu asifiwe. Nasalimu katika jina la Yesu. Majina yangu naitwa Grace Rongo. Nimeokoka. Nimetokea Serengeti. Namtumikia Mungu pale. Bwana Yesu asifiwe. Pia mimi ni mchungaji wa pale. Ninasali katika kanisa la Maranatha. Bwana Yesu asifiwe. Nimeona ni vyema leo tukajumulika. Bwana Yesu asifiwe. Nimeona niwatembelee kwa siku ya leo. Karibuni sana Serengeti. Hapo sasa hivi niko hapo kwa kakaangu, nimekuja kumsalimia. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akipendeza kama hii wiki inayokuja nitakuwepo, tutakuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Naomba wenyeji wote naomba tusimame tuweze kuwakaribisha wageni wetu. Wageni wataendelea kukaa nami nitahesabu 1, 2, 3. Karibuni sana wageni wetu na Mungu awabariki pamoja na sisi. Kama utakuwa karibu na mgeni unaweza kumshika mkono mwambie karibu sana mahali hapa ndio Yerusalemu FPST. Naomba tuendelee na matangazo. Tangazo la pili, Jumatano ni siku ya ibada ya maombi. Ibada inaanza saa 9:30. Kanisa tuhudhurie tufike kwa wakati. Tangazo la tatu, wamama wanaohitaji vitenge. Ninaomba mtoe pesa. Siku ya Jumatano ile pesa itatumwa kwa ajili ya vile vitenge. Nadhani wamama tunaelewa. Bwana Yesu asifiwe wamama. Maana najua kabisa hili tangazo sio geni maskini mwenu. Tunaelewa kabisa. Kama kuja na fedha yako kabisa kwa mwenyekiti na ile fedha iweze kutumwa. Jumatano ndio inatumwa. Kwa kama hujakamilisha naomba ukamilishie mchango wako. Tangazo la 4, mtaa wa Amani watakuwa na ibada. Ibada itafanyika kwa Anastasia Manyanya. Anastasia Manyanya, naomba usimame wa kuona wana mtaa wa Amani. Kama utakuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Anastasia Manyanya anapatikana ukienda hii barabara kushuka kuteremka huko chini. Karibu na kuna nyumba moja imeandikwa kanisa la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Yupo karibu na kule. Kwa ni siku rasmi, kesho tutaenda kumtembelea. Tangazo la 5, mtaa wa Upendo watakuwa na ibada itafanyika kwa Ana Zakaria. Na baada ya ibada hii wana Upendo wote naomba wabaki. Tangazo la 6, katibu amepata msiba hivyo yuko msibani. Tangazo la 7, mama Happy na yeye amepata msiba, alifiwa na baba yake mzazi. Bwana Yesu asifiwe. Nadhani baadhi ya washirika niweza kuwatumia SMS, baadhi yao namba zao sikuweza kuzipata kwa kweli. Nipende tu kuwashukuru watu wote ambao tulijitoa kwa siku ya jana tuliohudhuria kwa mama Happy nyumbani kwao kwa ajili ya kumsindikiza baba yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Tuliacha kazi zetu tukaona kwamba ni jambo la msingi sana la muhimu kwa ajili ya kutiana moyo. Huo ndio upendo. Bwana Yesu asifiwe. Tukae tunajua mama Happy kwa hata kama akirudi. Hii sasa waga haichagui. Ni wewe mwenyewe hata kama uko mtaa wa Upendo, uko mtaa wa Amani, ni wewe mwenyewe sasa moyo wako unaguswa, unafika kwenda kumuona. Bwana Yesu asifiwe. Tangazo la 9. Tarehe 26 mwezi wa 7 tutakuwa na harambee mahali hapa. Nadhani tunaelewa kabisa. Pia ninaomba kwa wale ambao wamekuja na michango, naomba tupunguze michango yetu. Tangazo la 10. Baada ya ibada hii wanainjili wote mnatakiwa kwenda misheni, kuna kikao. Baada ya ibada hii tu mchana huu, asikose hata mmoja. Tangazo la 11. Baada ya ibada hii waimbaji wote Yerusalemu Choir naomba mbaki, asikose hata mmoja. Tangazo la 12. Tarehe 19 mwezi wa 7 tutachangia. Tutakuwa na changizo dogo tu. Ni changizo la chakula kwa ajili ya wageni watakao tufikia siku ya harambee yetu. Naomba tujiandae. Tangazo la 13. Mhasibu na yeye hayupo mahali hapa leo ibadani, yuko msibani. Kwenye mzengo yao kula anakoishi kuna msiba. Tangazo la 14. Daniel Boniface yuko Mbulu kwa ajili ya uhamasishaji.
Tangazo la 16. Baada ya neno, naomba tuchangie fedha ya matibabu ya mchungaji. Ilikuwa ni kwamba wiki iliyopita ndio tutakuwa tuchangie, lakini kulingana na mambo yaliyokuwepo mahali hapa hatukuweza kuchangia matibabu ya mchungaji Malecha. Kwa ninaombeni baada ya neno, jamani, tujitoe kwa moyo kabisa. Nadhani tunaelewa kila mmoja kwamba mchungaji wetu yuko hospitalini kwa ajili ya matibabu na mpaka sasa bado hajaruhusiwa. Hivyo jamani, naomba tujishike kwenye mifuko yetu kwa chochote kile, na Mungu wa mbinguni atawabariki. Bwana Yesu asifiwe. Matangazo yanaishia mahali hapa. Mungu wa mbinguni awabariki. Naomba tu kwa wale waliokuja na michango, mimi tulete huku mbele. Naomba nimkaribishe baba mchungaji anapopita mahali hapa. Tumpe Yesu samahani. Kuna kitu hapa nimekisahau. Ninaomba tusikilize kwa makini jamani. Huu ni ujumbe. Ni ujumbe kutoka kwa Mungu, na Mungu mwenyewe ndio amesema tuweze kulifikishia kanisa. Jambo la kwanza, Mungu ameweza kusema na watu wa Mungu kupitia maombi. Kanisa tuwe waaminifu katika kumtolea Mungu sadaka na zaka. Tumesikia jamani? Ni sauti ya Mungu inasema hivi, tuwe waaminifu watu wa Mungu kumtolea Mungu sadaka na zaka. Pia kuna jambo jingine hapa. Kanisa tutegemeze nyumba ya mtumishi wake. Ni Mungu mwenyewe ndiye aliyesema jamani, tulifanyie kazi. Na kutegemeza nyumba ya mchungaji, naomba nielezee hapa jamani. Sio kwamba usubiri kwamba jamani mwezi wa 8 sasa tunamtegemeza mchungaji. Ni hapana. Hata kama ukiwa wewe mwenyewe nyumbani kwako ukajiandaa vizuri na vitu vyako ukaenda kwa mchungaji, yani ile ni ibada tosha ya kumtegemeza mchungaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mimi tulitambue hilo. Sio kwamba mpaka usikie tangazo jamani kuna 1 2 3 mwezi wa 8 tujiandae kikamilifu sijui na nini. Hapana. Hata kama ukiwa nyumbani wewe kama mambo yako vizuri, tulitambue kabisa tunatakiwa tuitunze nyumba ya baba mchungaji, nyumba ya mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna jambo jingine hapa la mwisho. Ninasema hivi, kanisa, kwa wale wanaotumia chumvi ya upako, mafuta ya upako, maji ya upako, waache. Mungu achanganyiwe jamani. Kwa yamkini hata mahali hapa wamo, sijajua. Kila mtu anafahamu ndani ya moyo wake. Kwa kama unatumia chumvi jamani, unatumia, Mungu amesema jamani hachanganyiwi, naomba tulielewe hilo. Kwa kama umeamua kumtegemea Mungu ni kumtegemea Mungu peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, ndio hayo. Mungu wa mbinguni awabariki. Karibu mchungaji, na Mungu awabariki. Unakuja kupunguza jamani, tupunguze. Unakuja kupunguza, tupunguze. Wewe niseme napanda kufua. Unakuja kupunguza, upunguze. Yaani kumaliza muda tumetuishia kumaliza na kupunguza. Kuna mambo kumaliza na kufanyaje? Wakati hapo watu wanakuja kupunguza, atamuita Joy. Joy karibu. Aje tusalimie naye. Karibu Joy. Hapa maiki moja, mzee maiki karibu hapo. Ufute jina langu kwenye kitabu cha hukumu, uniandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Asante Baba, kwa jina la Yesu, amen. Baba yetu, Mungu wetu, ninakushukuru.
mtumishi wako amekiri kwa kinywa chake Baba. Mungu wetu hata malaika wa mbinguni wanashangilia. Tukamtie nguvu, kumpatia neema kwa nyumbani kwa kazi mkono. Ninakutukuza wewe mfalme wa wafalme. Jina lako lipita majina na yote na nguvu yako Baba. Katika jina la Yesu wa Nazareti. Ninakushukuru Baba yangu, ninakutukuza. Tunaenda kuweka mkono wako Baba. Mungu ambariki Baba katika jina la Yesu Baba, nikakabidhi kwa jina lako Yesu. Amen. Bwana apewe sifa, tupungiane mkono jamani. Asante sana, subia njema hii. Haleluya. Wangapi wana furaha jamani? Hebu punga mkono. Wageni Mungu awabariki sana, wageni Mungu awabariki sana. Mbarikiwe, karibu sana baada ya Yerusalemu. Wanakwaya Yerusalemu, Mungu awabariki. Mtaa wa Amani, Mungu awabariki. Kwa mwenzetu mama Epi amefiwa na baba yake. Unaona, tunaenda kumtia moyo kule mhubiri injili kwamba hawa wametoka Kagonga ndipo anakosali. Mlihubiri injili, hebu watu watapie makofi jamani. Mtaa wa Amani pamoja na Yerusalemu. Lakini masefu walienda kule. Mungu awabariki sana. Hivyo ndio kutiana moyo kwamba yani mlia wanaolia na sina jamani. Nani kwa kweli nilifurahi mno. Mimi nilikuwa na msiba pale. Jirani kwa tunajimarecha pale mshirika. Mimi nilikuwa majukumu. Ila nikamwambia katibu mama Poli kwamba mtakapoanza safari nilisubiri mpaka saa 12. Labda wameanisha nikapata taarifa saa 2 kwamba walienda. Wewe katibu jamani, unitakia mema au mabaya? Muulize mwenyewe kwamba wewe utaanza mimi nisitoe sina jamani. Nilisubiri kimya kwamba hawa labda wameahirisha. Leo kwamba tuna umaziaji wa jimbo lakini hajafika wa jimboni. Utapidi sasa tuchangie tu mchungaji wetu bado kule kwenye matibabu Mkinga. Basi baada ya ibada tutachangia. Pili, muda wangu hautoshi. Nilikuwa na somo moja tu lakini sitalisema. Nitaisema kimi sitalisema kwamba mke mwema yukoje, yukoje. Baba mwema yukoje. Unajua ndoa zimekuwa ndoano. Lakini sitazama sana niingelea juu. Alafu kuna mgogoro wa ndoa, unaanzaje mgogoro wa ndoa? Halo? Yaani mgogoro wa ndoa watu wakikopa inaanzaje mgogoro wa ndoa? Kwamba ningesema na kanisa watu wapone, ndoa zipone. Kuna mgogoro unaanza kidogo kidogo tu, wewe unakubali, wewe mama unakubali, wewe baba, mgogoro wa ndoa. Mke mwema yukoje, baba mke yukoje mwema. Kumbe mngepata kwamba kumbe mama naye yuko kwenye sehemu yake matatizo na baba. Nisingezama sana ningekaa juu lakini ningekusaidia sana. Sema amina. Sema amina. Kumekuwa na mgogoro kwenye ndoa na chanzo chake ni nini? Na vipo na zinasoma na vitabu vipo. Haleluya. Jamani, hata tunapoanza hizo ndoa jamani, hebu tuache